Ninachowashauri wazalishaji wa pembejeo za kilimo kwamba wazalishe pembejeo ambazo zinaendana na wakati, mabadiliko ya tabia ya nchi. Na pia waweze kutoa elimu pana sana kwa wakulima namna gani waweza kuzitumia. Yes, muhimu ni mkubwa sana na unahitajika sana katika jamii. Ili tuweze kuepukana na kilimo mazoea, elimu kama hii inahitajika sana mara kwa mara kwa wakulima. Nawahimiza watumie bidhaa bora zinazopatikana tunazoshauriwa na wataalamu wetu wa kilimo. Wasipende kutumia mbegu ambazo sio mbegu ambazo zimethibitishwa, kwa sababu kutumia mbegu bora inakusaidia pia kupata mavuno ambayo ulikuwa unayategemea au hata zaidi. Tabia ya nchi na mabadiliko mara kwa mara, kama mwaka huu tunavyojua tulishatangazwa kwamba mvua zitakuwa chache. Kwa hiyo sisi kama Fidemamba, hata hii semina ya leo tulioianzisha, tumewasisitiza wakulima na kuambia kuwa mvua ni chache, kwa hiyo watumie mbegu za muda mfupi na zenye tija. Sisi kama Fidemamba tunafikia wakulima wote waliopo mijini na vijijini kwa kushirikiana nao kwenye mikutano mbalimbali na pia kuwafikishia huduma. Tuna maduka madogo yaliyopo vijijini, pia tunawafikishia huduma kule, na wakati mwingine huwa tunawapelekea kwa magari. Kimsingi tumeandaa mafunzo haya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mkulima anapata maarifa sahihi ili kuweza kupata faida shambani. Sasa tumekuwa na mada tofauti hapa ndani, nikiwa na maana kwenye semina hii, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba mkulima anapata maarifa juu ya matumizi sahihi ya virutubisho au matumizi ya virutubisho sahihi kwa hatua tofauti za ukuaji wa mmea. Tunashukuru wataalamu wetu wapo katika kila kata mpaka vijiji na mitaa. Pia wataalamu wetu wanatupatia elimu mbalimbali za kuanzia kupima afya ya udongo. Nadhani hilo wengi wetu tumepimiwa afya ya udongo. Manake ili utumie mbegu bora, ili utumie mbolea pia, lazima ujue afya ya udongo wako. Udongo wako unahitaji virutubisho vya namna gani?